Haraka nikakitoa kiganja changu kwenye kiganja cha baba yangu mzazi. Nikasema kwa sauti, aya, baba, umenishika mkono. Mke wangu akashtuka sana. Kauli yangu na mshtuko wa mke wangu ukafanya watu wote pale nyumbani wakashangaa. Mama akauliza, kwani huo mkono wako una nini? Mbona kama umeshtuka sana? Kama vile baba yako amevunja mwiko gani sijui. Mimi na mke wangu tukaangaliana. Baba akaniuliza, Almasi, vipi kwani? Akataka kuinua mkono wake kunishika tena. Haraka nikaficha kiganja changu cha mkono. Nikamwambia baba, twende tu sebuleni tukazungumze. Basi mimi nikapiga hatua kutangulia kuingia ndani. Nilipoingia, baba naye akapiga hatua kunifuata. Nilipoingia sebuleni, bado nikaona ni karibu sana na pale nje tulipoacha watu wote. Nikahisi mazungumzo yangu na baba yanaweza kusikika na wakina mama ambao walikuwa nje. Nikamwambia baba, tuingie chumbani kwangu tukazungumze. Baba yangu kwa mshangao akawa ananiuliza, Almasi, kuna usalama kweli? Nikamwambia, sijui hata nikuelezeje, lakini twende tu chumbani kwangu, nitakueleza. Basi mimi na baba tukaingia chumbani kwangu, chumba ambacho ndicho nilikuwa nalalia tangu sijatoka nyumbani, na ndio chumba ambacho siku zote hakitumiki. Kimetengwa kama chumba changu, sababu mimi ndio mtoto wa pekee wa kiume pale nyumbani. Tulipoingia, nikawa namwangalia baba yangu, najishauri nimweleze baba. Nikajiuliza, nikimweleza baba atajisikiaje? Na tayari amekwisha nishika kiganja changu cha mkono. Baba akaniambia, na kusikiliza, mbona tumeingia humu ndani na bado huongei? Nikamwambia baba, hapana, nitazungumza. Jambo lenyewe ni gumu na ni la kushangaza. Baba akaniuliza, ni jambo gani? Mimi nikajikuta tu naanza kutokwa na machozi. Baba kwa mshtuko akaniuliza, uko sawa? Nikamwambia nipo sawa, lakini kiasi nimepatwa na tatizo la ajabu sana. Baba akaniuliza kwa shauku, tatizo gani? Unaumwa? Nikamwambia hapana, sio kuumwa. Nikiwa kazini, siku moja walikuja wageni kutoka Afrika Magharibi. Ilikuwa ni familia ya mtu, mkewe, wanaye na mama yake. Nilipowapokea, yule bibi ambaye ndiyo mama wa yule jamaa alilazimisha sana kunipa mkono, kunishukuru. Nililitilia mashaka lile jambo kwa sababu alinilazimisha sana, lakini nikaona ni jambo la kawaida tu kwa mila zetu wa Afrika kushukuru kwa kupeana mikono. Nikampa mkono, lakini baada ya pale, usiku wa siku ile niliporudi nyumbani, niliota nafanya tendo la ndoa na yule bibi. Na tangu siku ile baba, kila anayenishika kiganja changu cha mkono ni lazima niote
nafanya naye tendo la ndoa, awe mwanaume au awe mwanamke. Baba yangu akashtuka, akasema hiyo hali imekuanza lini? Nikamwambia nina zaidi ya wiki 2 sasa, na ni hali ambayo nakuwa napata hisia halisi kabisa za kufanya tendo la ndoa. Yaani inakuwa kama sio ndoto, na hisi ni uhalisia kabisa. Na cha ajabu, namaliza kweli haja, nikiamka najikuta nimejichafua. Baba yangu akashusha pumzi kama aliyechoka, akageuza macho yake kama anayekumbuka kitu, kisha akaniuliza, zaidi yangu kuna mtu mwingine alikupa mkono tangu umefika hapa nyumbani? Nikamwambia hapana. Mzee wangu akaniambia du. Nikamwambia baba, naomba tulishughulikie hili jambo, linanitesa sana, sijui ni nini, lakini hata kazini imebidi wanipe likizo nije kulishughulikia. Yaani kwa kifupi, hicho ndicho kilichonileta. Baba yangu akasema tangu nizaliwe mpaka nafika huu umri nilionao, sijawahi kusikia jambo kama hilo. Leo ndiyo mara yangu ya kwanza nalisikia. Nikamwambia ni jambo la ajabu sana, na naomba tulishughulikie mapema kabla usiku haujaingia. Usiku ukiingia, ni lazima nitakuota mzee, na hilo kwangu litaniumiza sana. Baba yangu akashtuka, akaniuliza, kwa hiyo mpaka mimi utaniota? Utaota unaniingilia? Nikakaa kimya kwa sekunde kadhaa, kisha nikamwambia, yoyote yule atakayeshika kiganja changu ni lazima niote na muingilia. Na kama nilivyokuambia, napata hisia halisi kabisa za kumwingilia mtu, sio ndoto. Yaani nahisi kabisa ni mtu na ninamuingilia. Nikaanza kutokwa na machozi, huku nikimwambia baba, ni uhalisia kabisa, sijui ni nini hiki. Baba yangu akashika kiuno chake kwa mikono yake yote miwili, akashusha pumzi, akasema, sasa huo ni uchawi umefanyiwa au ni kitu gani? Nikamwambia hata sijui, nashindwa kuelewa kabisa. Baba yangu akaniambia, unasema huyu bibi alipokupa mkono tu ndio tangu siku hiyo hili tatizo limekuanza? Nikamwambia baba, ndio. Baba yangu akaangalia saa, akaniambia, saa hizi ni saa 10 alasiri. Sikia, njoo twende sehemu tukalitafutie ufumbuzi. Basi mimi na baba tukatoka mule chumbani kwangu, tukatoka nje kabisa ya nyumba. Baba akachukua baiskeli yake, akaniambia, dandia baiskeli twende sehemu. Baba akaanza kunyonga kuondoa baiskeli, mimi nikadandia kupanda. Mama akawa anauliza, vipi jamani? Baba huku akipiga pedo akasema, tunarudi sasa hivi. Basi baba akaendesha baiskeli, tukaenda umbali mrefu kidogo, tukaenda ndani kabisa ambapo sisi tulikuwa tunapaita njia ya shamba.
Tukaenda na njia hiyo, tukafika kwenye sehemu kuna vijumba viwili. Tulipofika, baba akaniambia kama huo uchawi alikufanyia huyo mama mwanamke, basi njoo kwa huyu bibi, ni mganga mwanamke pia, itakuwa ni rahisi kumalizana nao. Basi baba yangu akashuka kwenye baiskeli na mimi nikashuka. Akaita kwa kilugha, Ilali, Ilali, akimaanisha we bibi. Akarudia kuita mara mbili. Tukasikia sauti ya bibi mtu mzima ikisema, Ibambi, Ibambi, akimaanisha we mwanaume. Basi tukaingia kwenye kijumba ambacho ile sauti ilikuwa ikitokea. Kuingia, tukamkuta bibi mtu mzima akiwa amekaa chini, ameshika vibuyu viwili, anachanganya maziwa, anamimina kiasi kutoka kwenye kibuyu kimoja, kisha anarudisha yale aliyoyamimina kwenda kwenye kile kibuyu yalichokuwa yale maziwa. Alikuwa akifanya kama anayepooza yale maziwa. Tulipoingia, baba akaanza kuongea na yule bibi kilugha. Akamweleza kuwa kijana wangu huyu, na ndio kijana wangu pekee niliye naye, yupo mjini huko, anafanya kazi kwenye mahoteli ya kitalii. Lakini naona sasa watu wanataka kumfanya kama vile hana kwao, na ni matusi. Wanataka kumfanya kama vile kwao hakuna wakubwa na hakuna wajuzi. Yule bibi akasikitika, akawa anatikisa kichwa. Yule bibi akaniambia kwa kilugha, hebu inua viganja vyako vyote vya mikono nionyeshe. Nikainua viganja vyangu vyote viwili vya mikono, nikamwonyesha yule bibi. Yule bibi akawa anakaza macho kuviangalia viganja vyangu. Akaviangalia kwa muda kidogo, akachukua kibuyu alichokuwa amekishika kwa mkono wa kulia, akanimwagia maziwa yaliyokuwa kwenye kile kibuyu kwenye viganja vyangu vyote viwili. Alipomaliza, akachukua kibuyu alichokuwa amekishika kwa mkono wake wa kushoto, akafanya vile vile. Akawa anaangalia viganja vyangu, akaanza kuongea kilugha. Akawa anasema, huyu amepewa matatizo. Yaani mtu alikuwa na matatizo yake ya muda mrefu ambayo aliyatengeneza kwa makusudi tu ili yamfurahishe. Sasa ilifikia wakati hayataki tena, ameyachoka, ndio akaamua kuja kumtupia huyo ili yeye abaki salama. Baba yangu akamuuliza yule bibi, kivipi? Sijakuelewa. Yule bibi akasema, kijana wako kuna mtu alimpa mkono. Yule mtu ndiye aliyetengeneza hiki kitu kinachomtesa. Tena naona huyo mtu alikuwa ni mwanamke mbibi, na yule mbibi ni mchawi mkuu. Alitengeneza huu uchawi wa kuingiliwa na watu kwa njia ya kujistarehesha. Kwa hiyo akawa anautumia kujistarehesha. Sasa alipofikia hatua ameuchoka, ameshakuwa mtu mzima, hautaki tena, ndio amekuja kuubwaga kwenye kiganja cha mkono
wa kijana wako. Baba yangu akamuuliza yule bibi kwa kilugha, sasa tunautoaje? Yule bibi akakaa kimya kwa muda kidogo. Baba akamuuliza tena lile swali, sasa tunautoaje? Yule bibi akamwambia baba kwa kilugha, taaluma yangu katika hilo imeshindwa. Baba akashangaa, akamuuliza, umeshindwa? Yule bibi akasema, ndio, haya mambo yetu yana ukomo. Kwanza, huu ni uchawi wa mbali sana. Huku kwenye ukanda wetu haupo kabisa aina hii ya uchawi. Lakini uchawi wa kuunda vitu kichawi kwa ajili ya kujiburudisha hufanywa na wachawi ambao wamefikia hatua kubwa sana kichawi. Yaani ni wachawi viongozi. Ndio maana mimi uchawi huo siuwezi kinguvu. Sina ujuzi kabisa wa kuutoa. Baba yangu akamuuliza yule bibi, sasa tunamsaidiaje kijana? Mbona tutakuwa tumetukanishwa? Yule bibi akamwambia, mji mkubwa huu, bado kuna wakubwa kwangu, ninaweza kuwapeleka. Baba akamwambia yule bibi, tupeleke. Yule bibi akacheka, akamwambia baba yangu, vitu haviendi hivyo. Leo ilikuwa kwangu, nimeshindwa. Haiwezekani leo nikupeleke kwa wakubwa zangu. Basi angalau acha mzunguko wa jua na mwezi japo mmoja tu. Baba yangu akakaa kimya, kisha akasema, siku moja nzima? Yule bibi akamwambia baba, kuna vitu hatuna ujanja navyo kwa sababu sio vyetu. Kwa hiyo hatupangi sisi, tunafuata wenye navyo wanavyotaka. Baba yangu kinyonge akamwambia yule bibi, sawa. Yule bibi akamwambia, kesho muda kama huu uje na kijana wako, twende kwa wakubwa zaidi, watalitatua hili. Baba akamwambia yule bibi, sawa. Basi baba akamuaga yule bibi. Mimi na baba tukainuka kwa ajili ya kuondoka. Yule bibi akaniambia, kijana, na wewe una kwenu, hujatoka tu sehemu za wanyonge. Usijali, tutahakikisha tunalimaliza. Nikamwambia yule bibi kwa kilugha, nitashukuru sana. Basi mimi na baba tukatoka, tukapanda baiskeli, tukaanza safari ya kurudi nyumbani. Tukiwa njiani, nikamwambia baba, usiku wangu wa leo utakuwa mgumu sana, sitoweza kulala. Baba akaniambia, Almasi mwanangu, nisikilize, kuna vitu vikitokea hakuna namna, inabidi tu ukubaliane navyo. Kikubwa, tumeshaelezwa kuwa dawa inaweza kupatikana, na umemsikia amesema atatupeleka kwa wakubwa wake zaidi. Kwa hiyo dawa itapatikana. Wewe usiogope, wewe lala. Hizo ni ndoto tu na wala sio uhalisia. Pakikucha, ikifika alasiri, tutatoka kuja huku kwa huyu mama. Huyu mama atatupeleka kwenda kulimaliza. Nikamwambia baba, ni ndoto,
lakini sio ndoto, ni zaidi ya ndoto. Yaani kuna kuwa na uhalisia fulani. Mimi ninayeota ndiye ninayejua inavyokuwa. Siwezi hata kukuelezea. Baba akawa anasisitiza kuwa nijikaze tu kwa sababu ni ndoto. Basi tukawa tunakaribia kufika nyumbani. Baba akaniambia, sikia wewe ni mtoto wa kiume, jikaze, ndio ukubwa huo. Unadhani tutafanyaje sasa? Na tukifika nyumbani usiwaeleze ndugu zako kinachokusibu mpaka tukitibu, ila tu tutawaeleza kuwa ni mwiko kukushika mkono. Nikamwambia baba, mke wangu anajua kila kitu. Sasa sijui kama atakuwa hajawaeleza. Baba akasema, wewe twende nyumbani. Basi tukaendelea na safari mpaka tukafika nyumbani. Kufika nyumbani tukawakuta watu wanaendelea na shughuli zao, lakini mke wangu alikuwa yupo na mama, wamekaa sebuleni. Mke wangu analia. Tulipoingia na kumkuta mama na mke wangu katika hali ile, nikajua tu mke wangu atakuwa ameshamueleza mama kila kitu kinachonisumbua. Mama aliponiona akasema, Almasi, bora umerudi uongee na mkeo, sababu tunamshangaa. Ameongea na simu. Alipomaliza mtu kaanza kulia, analia tu, kila tukimbembeleza hanyamazi, na kila tukimuuliza nini kinamliza hatuelezi chochote. Mbona huu ujio wenu wa wakati huu unatuchanganya? Mna nini nyinyi? Baba yangu akamwambia mama, mke wangu, samahani, hebu nikuombe utupishe, tuache na huyu tuongee naye. Mama akainuka akatoka nje. Mule sebuleni tukabaki mimi, baba na mke wangu. Baba akasema kumwambia mke wangu, mwanangu, kwanza poleni. Mumeo amenieleza mtihani aliyoupata, kwa hiyo usilie, tumeshatoka kuushughulikia. Kesho tutamalizana nao na kila kitu kitaisha. Mke wangu akasema, baba, nalia kwa sababu nimetoka kuongea na dada yangu na mumewe. Walipeana mikono na mume wangu. Wanasema usiku wa jana wameota mume wangu amewaingilia, na walipoamka walikuta amewaingilia kweli. Usikose sehemu inayofuata kesho saa 3 usiku.